usile muda mrefu wa mhubiri. Karibu mhubiri ya Mungu ya Baba. Ya Rusako. Wanapokuja ikoni. Haleluya. Yesu, 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 Yesu. Haleluya. Haujawahi kufanyika mkutano mimi tangu kuzaliwa mpaka kufika umri huu. Nikaona mkutano anza mpaka unamalizika umeme haujakatika. Maana shetani anazunguka humo na pale na hapa. Amina. Nimwombee mtumishi. Baba, katika jina la Yesu, tunaliinua jina lako na kulibariki jina lako mahali hapa. Asante kwa majira yaliyo mema na ya kupendeza machoni mwako, Bwana. Tunakushukuru kwa mkutano ulianza jana na unaendelea. Ni majira ya kula na kunywa mezani mwako, Bwana. Tunaita uwepo na nguvu zako, Roho Mtakatifu tawala anga hili. Tunakuja kinyume na mipango ya nguvu za giza, kila madhabahu za kuzimu, katika uweza wa jina la Yesu. Tunabomoa, tunaharibu, tunasambaratisha katika jina la Yesu. Uweza wako na nguvu zako Bwana zikawe juu ya mtumishi wako. Yeye ni chombo tu, anapoenda kunena neno lako. Tunaomba Yesu mtenda miujiza jioni ya leo, ukaokoe, ukaponye katika uweza wa jina lako Yesu, katika jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Mkutano mzima tuseme amen. Barikiwe na Bwana. Asante sana. Amina. Mungu wa mbinguni akubariki. Asante sana. Napenda kushukuru watu wa Msumi kwa ukarimu wenu. Weza wa Mungu upo mahali hapa. Basi mpaka mwangalizi wetu cha kuomba, basi ni muda ili tuende moja kwa moja kwenye ujumbe jioni hii ya leo. Basi hata kama maiki itagoma, Mungu wetu ameshashinda. Yeye ni mshindi siku zote na nyakati zote. Kama nilivyokuambia ile jana kwamba mimi, wewe ambaye kama umekuja leo, mimi ndiye Edmund ebya Mungu ebya Rugaba ebya Katonda Muhaya aliyeokoka. Jina la Bwana libarikiwe. Alafu nikakwambia jina la kazi hii ya uinjilisti spare tire. Lakini kwa neema ya Bwana kutoka kwenye spare tire akanipandisha, yani yule wa chochoroni na kwenye vimegafoni. Sasa hivi na mimi Bwana kanipandisha kidogo kwa majira haya, ni mwinjilisti wa kitaifa. Jina la Bwana libarikiwe. Ni mwinjilisti wa kitaifa kama miaka 5 iliyopita. Kwa hiyo tunaihubiri injili ya Kristo. Jana tulizungumza habari ya usalama wa maisha yako ni kumpa Yesu maisha. Hapo ndipo utakuwa salama. Usalama wa maisha ya mwanadamu, usalama wa maisha yako, mtu wa Msumi, ni kumpa Yesu maisha. Huo ndio usalama. Usalama sio kuwa na bima kubwa sana ukasema niko salama. Usalama wa kuendesha chombo chako sio kusema nina leseni class C, class B, ili ndipo niwe salama. Never. Ili uwe salama, uwe na Yesu kwenye maisha yako. Usalama wa nyumbani mwako sio uwe na geti kubwa, uweke walinzi, uweke Wamasai, uweke umeme, uweke alamo, umweke Yesu Kristo. Yeye akiwa ndani wako, uko salama, uko salama, uko salama. Huo ndio usalama wetu. Simama hapa, watu wanaimba, watu wanamuinua Kristo, vijana wanazunguka. Tunaye Yesu yuko ndani. Hatuhitaji hirizi, hatuhitaji mafuta, hatuhitaji vitambaa, hatuhitaji chumvi. Tunaye Yesu. Huyo ndio usalama wa maisha yako wewe.
Jioni hii ya leo nakuletea habari nyingine tena, habari ya mwenye jina lenye uweza juu ya kila kitu. Jina la mwenye uweza juu ya kila kitu. Jina mwenye jina lenye uweza juu ya kila kitu. Kuna mwenye jina lake, alafu kuna hilo jina. We andika, vichwa vya kiinjilisti havinaga maneno matano. Walimu ndo vichwa vya ujumbe vina maneno matano, ili watu wakariri haondoke na kichwa. Mwinjilisti unaweza ukaandika mistari mitatu, hicho ni kichwa cha ujumbe. Haleluya. Mwenye jina lenye uweza juu ya kila kitu. Sasa kama jana nilivyosema, kama una Biblia mahali hapo na maiki, naomba tusomeane, maana mimi nilishayasoma maandiko, nataka na wewe uyasome, tusikilizane. Kitabu cha Luka 19. Leo wokovu umefika nyumbani humu, kwa sababu huyu naye ni mwana wa Ibrahimu. Mstari wa 10. Kwa kuwa mwana wa Adamu alikuja kutafuta na kuokoa kile kilichopotea. Basi tuko kukusumbua, niangalizie Mathayo 1:21. Mathayo 1:20-21. Mathayo 1:20-21. Nasoma kwa jina la Yesu. Ubarikiwe na Bwana. 21. Yes. Biblia inasema, naye atazaa mwana, nawe utamuita jina lake Yesu, maana yeye ndiye atakayewaokoa watu wake na dhambi zao. Atakaye waokoa watu na nini? Na dhambi zao. Atakaye waokoa. Yesu atakaye waokoa na dhambi zao. Basi jioni ya leo nataka tuzungumzie juu ya jina la Yesu. Na mimi sikutaka niongee kabla hatujasoma maandiko. Nilikuwa nataka maandiko yenyewe yazungumze, neno lenyewe lizungumze. Hilo jina, mwenye jina lenye mamlaka juu ya vitu vyote, ni jina lipi? Sikutaka mimi niseme, nilitaka Biblia yenyewe iseme kuwa yeye huyo ni nani. Haleluya, watakatifu wa Bwana. Haleluya, watu wa Mungu. Sasa tumekwisha kusikia neno lenyewe limeshasema huyo yeye mwenyewe ni nani. Mwenye jina lenye uweza juu ya vitu vyote, lenye mamlaka juu ya kila kitu, lenye mamlaka, jina lenye uweza, jina lenye nguvu, jina lenye mamlaka. Tumekwisha kusikia wapendwa, ni jina la nani? Ni jina la Yesu. Haleluya, ni jina la Yesu. Hakuna jina lingine ambalo limetajwa hapa. Haijatajwa dini, haijatajwa TAG, haijatajwa Roman Catholic, haijatajwa Islamic, haijatajwa KKT. Imetajwa jina la Yesu. Ndilo linalookoa, sio dini. Haleluya, ni jina la Yesu. Sikia ninapotaja, yako majina mengi kwenye ulimwengu huu, yako majina mengi. Tukianza kutaja, yako majina ya wafalme walikwisha kupita, yako majina ya wakuu wa nchi, yako ni maarufu. Unaweza ukataja Hitler, Gandhi, kwenye historia anajulikana, ni jina maarufu sana. Unaweza
unaweza ukataja aliyekuwa Lumumba wa Kongo, unaweza ukataja hata kwetu hapa Tanzania, muda si kidogo ataenda kupewa utakatifu. Unamtaja baba wa taifa, ni jina kubwa sana. Hakuna nchi isiyojua jina la baba yetu wa taifa, mzuri wa taifa letu la Tanzania. Hilo nalo ni jina, hilo nalo ni jina. Lakini nataka nikwambie, hilo jina ukilitaja juu ya mwenye dhambi, ukaliita juu ya mwenye dhambi, haliwezi kuondoa dhambi. Ila ukiliita jina la Yesu, ila ukiliita jina la Yesu, ukimpokea huyo Yesu, Yesu anasamehe dhambi, anasamehe dhambi ya mwanadamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesu, Yesu, sikia nikueleze, sikia nikueleze, yako majina mengi, yako majina mengi, yako majina mengi. Mengine ukiyataja, mengine unapoyataja inabidi ubendi kidogo, mengine ukiyataja inabidi uiname kidogo, mengine ukiyataja mpaka unatetemeka. Hayo ni majina ya wanadamu. Lakini ukiyataja mbele ya mwenye mapepo, ukiyataja mbele ya mwenye dhambi, ukiyataja juu ya mgonjwa, ukiyataja juu aliye na vifungo, hayawezi akafanya kazi. Jana nimekwambia majina yangu hapa, watu wakabakia wanacheka, watu wakabakia wanaangaliana, wakajua haya ni majina ya kabila gani. Lakini nataka nikwambie, ukilitaja hilo jina mbele ya mapepo, ukilitaja hilo jina juu ya mwenye dhambi, ukilitia jina hilo, haliwezi likaponya, haliwezi likaokoa. Lakini jina la Yesu ukiliita linaponya. Haleluya, 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 haleluya. Tumesoma habari za Batimu, habari za Zakayo. Zakayo alikuwa msomi. Amen. Zakayo alikuwa msomi, msomi sana. Wapendwa, elimu tunaihitaji, tunaihitaji sana. Hata mimi niliyosimama hapa si haba. Alhamdulillah. Amen. Si haba, si haba. Naweza nikasema alhamdulillah kidogo. Haleluya, haleluya. Tunahitaji elimu. Wakati huyu Zakayo, Biblia inaniambia alikuwa ni mkuu mtoza ushuru. Sasa kwa leo tunaweza tukasema ni mkuu wa TRA, wakusanya ushuru. Alikuwa amesoma vizuri sana. Ndipo nataka nikwambie, alikuwa amesoma, alikuwa yuko kazini, alikuwa anafanya kazi, na kazi yake ilikuwa na masharti, na kazi yake ilikuwa na vigezo na masharti kuzingatia. Haleluya, haleluya. Kulikuwa na sheria, kulikuwa na amri kazini. Lakini nataka nikwambie kitu kimoja ambacho kilishindikana katika zile sheria za kazini, hazikuweza kugeuza moyo wake. Moyo wake ulikuwa ni mwovu, moyo wake ulikuwa ukitenda mambo yasiyo ya haki. Tunaona mahali pale anafikia saa anasema, ikiwa nimemnyang'anya mtu na kweli jamii ilikuwa imemkataa, jamii ilikuwa haimkubali, jamii ilikuwa haimwelewi kwa kazi aliyokuwa anaifanya. Alifanya kazi ya kuwapora watu, aliwapandishia kodi, aliwanyang'anya watu. Lakini nataka nikwambie ni kitu gani nataka nikueleze. Sikiliza nikueleze. Sheria kwa kweli ni nzuri. Itikadi haziwezi zikageuza moyo wa mwanadamu. Sheria haziwezi zikageuza moyo wa mwanadamu. Lakini nikwambie, akili alikuwa nayo, knowledge ilikuwepo, akili alikuwa amekaa vizuri. Lakini akili akiwa kazini mwake, aliona ofisini mwake anafanya vizuri kwa kutumia elimu yake, aliona kazi zinaenda. Kama wewe unayenisikia na wewe unayeniangalia, unaweza
unaweza ukadhani hauko vizuri. Kuna watu wako kwenye vifungo, kuna watu ni mateka, kuna watu wamekamatwa, wamefungwa kwenye vifungo, ila hawajielewi kama wako ni mateka, kama wako ni wafungwa, wako kwenye vifungo. Ukiangalia kazini kwako unafanya kazi vizuri, ukiangalia kwenye biashara yako unafanya kazi vizuri, ukiangalia nyumbani mwako familia unaiendesha vizuri, lakini nataka nikwambie ndani ya moyo wako kuna mambo ambayo moyoni wako unafanya hata wewe hautambui, hata wewe haujui, kwa sababu ndani ya moyo wako kuna vifungo, kuna kitu kinaendesha mawazo ya moyo wako. Ile dhambi iliyo ndani ya moyo ndiyo iko humo. Sheria haiwezi kafungua moyo wa mwanadamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Sikiliza nikwambie, sikiliza nikueleze wapendwa, sikiliza nikwambie. Tanzania yetu tuna jeshi zuri, jeshi zuri la muungano wa Tanzania, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Jeshi letu linatungaga sheria za barabarani, wanatunga wanaweka. Bunge letu linapitisha sheria nzuri nzuri kabisa. Jamhuri yetu ya Muungano wa Tanzania imekaa vizuri kwenye sheria, lakini nataka nikwambie hizo sheria wanazitunga zinabakia kwenye makaratasi, ziko kwenye makaratasi, ziko kwenye makaratasi. Mdereva akipita kule anaendesha gari lake linadaiwa, unamkuta trafiki anaviona mbali, anachungulia naona, lakini hajawahi kuona ule moyo wa dereva uliopelekea vunje sheria, hajawahi kuchunguza, anaangalia plate number. Lakini yuko Yesu, yuko Yesu wa Nazareti, anachunguza ndani ya mioyo, anachunguza ndani ya mioyo. Jioni ya leo, jioni ya leo, hebu mpe Yesu maisha yako. Yeye ndiye anaweza kaongoza moyo. Haleluya, 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 haleluya. Watu wa Mungu, sheria ipo, haiwezi kageuza moyo. Sheria ipo. Hebu msoma maandiko. Naomba nisome kitabu cha Wagalatia. Wagalatia sura ya kwanza mstari wa 4 na ule wa 5. Wagalatia 1:4-5. Tumwangalie huyu Paulo jitu lisomi kweli, lisomi vizuri sana. Halafu limesoma, elimu ipo na ya dini ipo. Je, moyo ulikuwa kuweje? Twende. Galatia 1 mstari wa 4 na wa 5. Ambaye alijitoa nafsi yake kwa ajili ya dhambi zetu, ili atuokoe na dunia hii mbovu iliyopo sasa. Ndiyo. Kama alivyopenda Mungu Baba yetu. Utukufu una yeye milele na milele. Amina. Amina. Hebu huyo ni Paulo akizunguza mstari wa 14 na wa 15. Anasemaje? 14 na 15. Nami naliendelea katika dini ya Kiyahudi kuliko wengi walio hirimu zangu. Aliendelea sana katika dini ya Kiyahudi kuliko wenye elimu kama vile tunavyosemaga wale elimu, walio wa elimu yake, wasomi kama yeye aliendelea mbele zaidi kuliko watu waliosoma nao. Katika kabila langu, katika kabila yangu, katika kabila yake yeye mwenyewe, nikajitahidi sana katika kuyashika mapokeo ya baba zangu. Alijitahidi sana akakamata mapokeo ya dini za mababu. Twende. Ndio. Lakini Mungu aliyenitenga tangu tumboni mwa mama yangu akaniita kwa neema yake. Mstari wa 16. Alipoona vema kudhihirisha mwanawe ndani yangu, ili ni wahubiri mataifa habari zake.
Mara sikufanya shauri na watu wenye mwili wa damu. Ubarikiwe. Tumeshasema kitabu watasoma wenyewe. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya, haleluya, haleluya. Paulo anazungumza, yeye alikuwa ni mwenye elimu, sio yeye kuzungumza. Anasema ikiwezekana wanaweza wakashuhudia. Hata ukisoma kile kitabu cha Matendo ya Mitume ile sura ya 26, anasema wenyewe wanaweza wakashuhudia maisha yangu jinsi nilivyokuwa kwenye dini na madhehebu ya kwetu. Haleluya. Paulo mwenyewe anasema, lakini anazungumza hivi, alijitahidi akashika maelekezo na mapokeo ya dini za babu zake na mababa zake. Dini alikuwa nayo, mapokeo aliyashika, lakini maisha yake yalikuwa mapofu. Moyo wake ulikuwa mbovu. Aliwatesa watu wale wamwitao Kristo. Kama kwenye mji huu wa Msumi kuna watu dini wanazo, lakini wanatafuna ndimi zao, wanatafuna meno yao kwa ajili ya kanisa hili la hapa. Sikiliza nikwambie, liko jina moja la Yesu Kristo. Hilo ndilo lenye kuleta mabadiliko ndani ya mwanadamu. Haleluya, 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 haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Dini zipo, dini zipo, dini zipo, dini zipo. Haijawahi kuwa suluhisho la dhambi ya mwanadamu. Dini haijawahi kuwa suluhisho la matatizo ya mwanadamu. Dini zipo wapendwa. Hata hivi tunavyosema ndani ya mji huu wa Msumi, wanaotusikia na wanaotuona, watu dini wanazo, watu dini wanazo, watu dini wamezishika. Lakini cha ajabu, moyo wa ndani unawapelekea wawe wazinzi, unawapelekea wawe warevi, unawapelekea wawe wachawi, unawapelekea wafuge majini, unawapelekea roho za chuki, unawapelekea waroge. Lakini dini wanazo. Sikiliza nikwambie, dini haijawahi kuwa suluhisho la dhambi za mwanadamu anazozifanya. Dini haijawahi kuwa suluhisho. Ila lipo jina moja, ila lipo jina moja, jina moja Yesu Kristo. Ila ukimpokea kwenye maisha yako, analeta suluhisho juu ya dhambi ya mwanadamu. Ni jina la Yesu pekee ndilo lenye suluhisho. Haleluya, haleluya, haleluya. Wakati niko kwenye dini yangu nzuri, hakuna dini mbaya. Dini zote ni nzuri. Hakuna dini mbaya duniani. Utasema wewe, shauri yako wewe. Kama nasema dini fulani ni mbaya, dini ni nzuri, na ndio maana zina watu. Haleluya. Wakati niko kwenye dini yetu nzuri, mimi ni mwimbaji wa sauti ya 4. Sauti yenyewe unaisikia. Niko pale Kigogo Ruanga. Kiimba zile nyimbo za mashindano. Najifanya kama na goma siendi. Wanakuja kuniletea gari, wananitoa, haya we, twende. Na ganda kidogo namna hii. Alafu wanakuja, wananichukua, tunaimba pale. Lakini nataka nikwambie, ndani ya ile kwaya. Sasa sisemi maana hii dini hiyo nakuwa na kwaya kama 4 3, moja ya Kigambo, nyingine utajua mwenyewe. Usianze kuzitafakari. Jina la Bwana libarikiwe. Ujue ya kwamba nilikuwa ni mwana kwaya mzuri sana. Lakini ndani ya ile kwaya tulikuwa tunaenda kuimba. Tuimbe ili tunamwimbia Bwana. Unapoimba kila mtu ana wa kwake. Mle ana wa kwake. Na wa kwake mle. Ukiwa unapiga step, ukiunguruma,
Halafu mkitoka unamwambia vipi? Umenionaje nilivyokuwa naunguruma, nilivyokuwa nacheza? Anasema yani pale ukinani hivi huwa ninapendeza Anamwambia sasa kesho niongeze madoido gani? Tuwa pale kwenye kwaya. Sikiliza, na dini tunayo, na kwenye nyumba za ibada tunaingia, halafu na sasa ni waimbaji wa kwaya. Haleluya, haleluya. Nataka nikwambie ya badiliko la mwanadamu haliko ndani ya dini. Haliko ndani ya dini. Badiliko ni moja, ni Yesu Kristo. Yesu Kristo akiingia ndani ya maisha yako, inatuambia Zakayo tatizo lake ilikuwa ni ufupi. Bwana alikuwa ni mfupi wa kimo, hilo ndilo tatizo lake. Lakini wewe tatizo lako ni nini? Tatizo lako ni dini na mapokeo uliyoyabeba. Leo mpokee Yesu. Sasa Bwana, tunapiga step. Mnapiga step. Yani hauimbi kwa ajili ya, unaimba kwa ajili ya mtu. Msingi wa kanisa. Wewe Bwana, acha Bwana. Ukiimba unaona kama Yesu amesogea, unaona kama mbingu imeisha. Lakini nikwambie, ndani ya moyo, watu ndani ya kanisa wakituona, enzi hizo nilikuwa napiga suruali naifungia hapa tumboni, halafu kuna vitambaa vilikuwa vinaitwa pink skin, vinatepeta hivi. Mguu mmoja wa hii ninaweza nikavaa hapa, na mwingine huu hapa nimelishona liko hivi. Hebu niangalia hivi nilivyo enzi hizo. Je, wawe tuko kanisani, tuko ndani ya nyumba ya ibada, watu wanasema yororo, lakini mioyo yetu hawawezi wakaangalia, hawawezi wakaona ndani ya mioyo kuna nini. Lakini siku moja huyu mwanaume Yesu, nikasema tatizo langu dini ninayo, na kuhudumu ninahudumu. Mimi ni mwimbaji wa sauti ya 4, lakini matatizo, dhambi zilikuwa zimejaza kutosha ndani ya maisha yangu. Lakini siku moja huyu Yesu asiyeshindwa na jambo, huyu Yesu anayechunguza mioyo, huyu Yesu anaweza kabadilisha moyo. Ingia ndani yangu akaleta badiliko. Jioni ya leo liko jina lenye uweza juu ya mambo yote. Ni jina la Yesu. Ni jina la Yesu. Ni jina la Yesu. Ni jina la Yesu. Biblia inaniambia, sikiliza nikwambie, tatizo lipo ambalo linakupelekea unatenda hayo mabaya wakati dini unayo, unatenda dhambi wakati dini unayo, unatenda dhambi ndani ya nyumba ya ibada, unaingia unatenda dhambi. Jamani, dhambi haijamwacha mtu salama. Hakuna atakaingia pepo ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kama hajaacha dhambi. Haleluya, haleluya. Uzuri hiki kitabu ninachokisoma, hii sura ya 19 Luka, nenda kasome surati ni Isa 7 ile 7:41, inakwambia bayana ya hili jina ambalo nimelitaja ya Yesu. Anasema nimempeni mamlaka, atafufua miongoni mwa waliokufa, vipofu watasikia, viziwi wataona, wenye mabaranga yatatoka. Huyu anayefufua jamani ni nani? Wewe unasubiri nini kumkubali? Kitabu kizuri cha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kitabu kitakatifu, nakipenda sana kuliko unavyoelewa wewe.
yani kinanisapoti, yani kinamzungumzia vizuri huyu Yesu ambaye ninamtaja mahali hapa. Kimemwelezea vizuri, kimemdadavua vizuri. Anasema miongoni mumo uwezo huo Mwenyezi Mungu amempeni uwezo wa kuponyesha vipofu, viziwi wataona, mabalanga ni mikosi anatoa, viwete watatembea, miongoni mwao waliokufa atawafufua. Come on. Ni jina la Yesu lina mamlaka yote, lina uweza wote. Akafika mahali kwenye kitabu cha Marko na ile Luka, kijana mmoja amepoza miaka ya kutosha, watu wakambeba. Walipombeba wakapeleka kwenye nyumba, Yesu alikuwa anafundisha. Walivyocheki namna hii, wakakuta nyomi ya watu mahali pa kupita hapapo kabisa. Naona wale walikuwa ni mafundi washi wale. Haleluya. Na kwa Yesu nawapenda. Haleluya. Yani kwa Yesu maprofesa, madokta, sijui wenye PhD, sijui wenye nini, wanatoka kule wanakuja kwa nani? Kwa Yesu. Lakini hata kama ni 7 class, hajawahi kutoka huko akaenda kule, ila wao wanatoka huko wanakuja huku. Alafu wote hakuna sijui cha dokta, sijui profesa, wote tunaitwa watenda kazi wa Bwana. Haleluya, haleluya. Hiki ndilo ninachompendea huyo Yesu Bwana. Jamaa walikuwa ni mafundi, wakapiga mahesabu wakasema hapa ndipo alipo. Wakapanda kule juu. Walipopanda juu wakapangua matofali. Walipopangua matofali, jamaa amelala kwenye kitanda chake. Kijana amepoza. Sema amepoza. Sema amepoza. Lakini sio kama wewe hapo. Wewe haujapoza. Kama haujapoza sungepiga kigeregere. Haleluya, haleluya. Amepoza. Wakacheki mahali pale. Walipotoa zile tofali kuchungulia, wakamkuta bwana mkubwa. Pale pale ndipo aliposimama. Jamaa wakashusha kile kitanda chake pale pale mbele ya miguu yake. Mwanaume Yesu kuteki kitu hiki, jamaa ameshushwa hapa, kaparalyze miaka mingi. Yani wangemleta kwangu, yani mimi mwinjilisti ningeanza kusema toka kwa jina la Yesu, toka pepo wa kuparalyze, toka wewe uchawi uliokanyaga tupia majini. Lakini mimi ningekuwa naangalia ule mwili ulio paralyze. Yesu alipopiga darubini zake, akaangalia ndani ya moyo wake, akakuta kijana dhambi ndizo zimepelekea apate ugonjwa wa kuparalyze. Kuna watu magonjwa walionayo hawahitaji kwenda Muhimbili, hawahitaji kwenda Amana, hawahitaji kwenda Mloganzila. Wewe unachohitajika mpokea Yesu. Ukimpokea Yesu, matatizo yako yanaondoka. Matatizo yako yanaondoka. Matatizo yako yanaondoka. Simama, simama, simama. Simama hapo ulipo. Simama hapo ulipo. Simama hapo ulipo. Mwanaume Yesu alivyocheki, akasema kijana, umesamehewa dhambi zako. Umesamehewa dhambi zako. Alichosema ni kumsamehe dhambi. Alimsamehe dhambi. Alipomsamehe dhambi, yule kijana kanyanyuka. Vijana kanyanyuka, akajitwika godoro. Wapendwa, dhambi ni ugonjwa. Dhambi ni ugonjwa. Dhambi ni ugonjwa. Dhambi ni ugonjwa. Dhambi ni mikosi. Dhambi ni laana. Dhambi ni laana. Dhambi ni mapigo. Dhambi ni laana. Dhambi ni mikosi. Sikia nikwambie, huyu kijana aliparalyze, lakini Yesu alipomcheka akakuta msaada na uhitaji ni kusamehe dhambi, ni kusamehewa dhambi. Kijana arudi kwenye maisha yake ya kawaida. Kijana aendeleze maisha yake ya kawaida. Lakini matokeo hayo yalitokana na dhambi. Sikia, watu wengine
wameenda kubeba mafuta badala ya kutubu dhambi. Wameenda kwa manabii na mitume badala ya kutubu dhambi zao. Sikia, yuko nabii mmoja, yuko mtume mmoja zaidi ya mitume wote. Alikufa akafufuka, alienda msalabani akamaliza yote, na leo Yes. Zakayo anatamani muone Yesu. Anatamani muone Yesu. Leo kama utatamani jioni ya leo, unatamani matatizo yako yatoke, unatamani kilio chako kikome, unatamani ndoa yako iwe ya amani, uwe unasabatamo. Ukisoma kitabu kile cha Zaburi ya pili anasema Bwana anacheka. Bwana akicheka na wewe lazima ucheke. Lazima ucheke. Lazima ucheke. Anasema kwenye Yeremia 32:26, sema, je, kuna neno gumu lolote nisiloliweza? Hakuna neno asiloliweza. Hakuna neno asiloliweza. Hakuna neno asiloliweza. Hakuna neno asiloliweza. Jana nilikwambia sisi, Bwana nikueleze habari wanaotowarana kwetu kwenye familia yetu sio kawaida. Wakati wanataka wanipe mwanamke mwaka wa 89, 88, nikawaambia mimi nimeshaokoka, siwezi nikapewa mwanamke. Mimi sio jogoo niletewe tetea. Mke wangu anatoka kwa Bwana. Wakaniita wakaniweka hapo. Waliponiweka hapo kati, familia yote na ukoo mzima wakakusanyika. Walipokusanyika, nimekalishwa katikati yao namna hii. Nimekalishwa. Bibi yangu mzaa mama akavua nguo kama alivyotaliwa, akainama. Mara ya kwanza anasema, nakulani hautaoa. Akainuka. Mara ya pili anasema, kama utaoa hutazaa. Mara ya tatu, utatu mchafu wa ibilisi. Utatu mchafu wa ibilisi. Akafanya mara ya tatu, utakufa maskini na tutakuzika na kaa. Nikasema amen. Nikasema amen. Na imeingia imo. Hebu sasa anza kuangalia ndani ya maisha yako. Kuna vitu mahali hauko sawa na Mungu. Wewe unayenisikia uliyeko huko, wewe uliyoko huko, dini unaweza ukawa nayo. Lakini nataka nikwambie kuna mikosi, kuna laana. Kesho nitakumalizia nini kilinitokea baada ya kuwa amekudua nguo kabisa kama alivyonizaliwa na mimi. Akasema laana ambayo haina sababu, macho hayana pazia. Na mimi nikakaa hivyo nikatii masharti. Wamuone Yesu wangu. Ili wamuone Yesu nilia naye. Sio Yesu wa dini yao niliyokuwa nayo. Huyu nikaenda kwa binti wa kwanza, akanikataa. Kaenda wa pili, kanikataa. Watatu kanikataa. Wanne kanikataa. Watano ndo nikaja nikaangukia. Mtoto mmoja na kiruguru nikabeba. Nikapeleka ndani. Sasa sikiliza. Mwaka wa kwanza hakuna mtoto. Mwaka wa pili hakuna mtoto. Mwaka wa tatu hakuna mtoto. Mwaka wa nne hakuna mtoto. Mwaka wa tano hakuna mtoto. Mwaka wa sita hakuna mtoto. Mwaka wa saba, mwaka wa nane, nilipoamua kufunga 3 kavu bila kunywa wala kula, Yesu akatokea. Nikamwita Mnazareti. Nilikuwa nimeenda kwa maspecialisti wote, kila wakipima wanasema mke wangu hana kizazi. Nikasema msinitanie bwana, mbona naenda kwenye tua zinakueje afu kizazi hamna? Wewe sicheze na shetani bwana, sicheze na shetani. Nasema tena mkanya. Wewe anakanyagwa na jina la Yesu pekee. Anakanyagwa na walio na Yesu ndani yao. Wamekaa vizuri, ndio wanamkanyaga. Nikamkanyaga shetani, akaachilia.
jioni ya leo, jioni ya leo nimekuletea mwenye jina linaloweza mambo yote, linaloweza mambo yote. Hilo ndilo nimekuletea, jina la Yesu. Wakati hapo umesimama, wakati umesimama, kama umesimama na mtu wa jinsia yako, naomba mshike mkono. Kama ni mwenzio, ni mke wako, mshike mkono. Lakini kama sio mke wako, hebu mwambie tusogee mbele, tusogee mbele. Hebu sogea hapa mbele, sogea, sogea. Naomba watu wote tusogee, naomba watu wote tusogee, naomba watu wote tusogee. Huwezi ukashangaa jana na kuambia miaka yangu ninavyoenda, lakini sina mtoto wa miaka 20. Sina. Huwezi ukashangaa haya yalinitokea, haya yalinitokea, lakini huyu Yesu ninayekwambia aliondoa tatizo langu, aliondoa tatizo langu, aliondoa tatizo langu. Biashara yako imekufa, kazini kwako huoni kibali, hauoni kibali. Unaishi kwa taabu kwenye ukoo wenu, unaishi kwa taabu kwenye familia yenu. Nataka nikwambie jioni ya leo, nimekuletea mwenye jina, jina lenye uweza na mamlaka kuliko juu ya mambo yote. Hili jina la Yesu tukiliita, tumeona kwenye kitabu tuliposoma, anasema yeye amezaliwa Yesu atakayeokoa wanadamu na dhambi zao zote, na dhambi zao zote, na dhambi zao zote. Nilidhani Biblia itaniambia kuna dini ndio inaokoa, kuna imamu fulani ndio anaokoa, kuna nabii fulani ndio anaokoa, kuna mtume fulani ndio anaokoa. Nilidhani Biblia itaniambia, lakini Biblia ilichoniambia Yesu wa Nazareti ndiye anayeokoa wanadamu na dhambi zao. Dini haijawa suluhisho, wala sheria haijawa suluhisho, wala itikadi za mwanadamu haziwezi zikabadilisha maisha ya mwanadamu, ila Yesu Kristo anabadilisha maisha ya mwanadamu. Kuna dini zina itikadi, lakini bado waumini dhambi wanapiga. Kuna dini zina itikadi nzuri, hata viongozi na watumishi wao dhambi wanachapa. Dini haijawahi kuwa suluhisho juu ya dhambi ya mwanadamu anayoifanya, ila Yesu Kristo ukimkaribisha ndani ya maisha yako. Kuna watu, kwa nini dini wanayo na Yesu wanamuimba, lakini hajaleta mabadiliko? Dini wameiona ni kubwa kuliko Yesu, dini yao wameiweka mbele, Yesu amekuwa namba 2. Watumishi wao wamewaweka mbele kuliko Yesu mwenyewe. Ndio maana Yesu hana nafasi ya kuleta mabadiliko ndani ya maisha ya hao watu. Lakini jioni ya leo, 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 mpe Yesu maisha yako, mpe Yesu maisha yako, mpe Yesu maisha yako. Yeye anaweza mambo yote, anaweza. Hakuna jambo linalomshinda, hakuna jambo linalomshinda. Paulo anasema wao wenyewe wanaweza wakashuhudia namna maisha yangu yalivyokuwa. Niliwatesa wale wacha Mungu. Dini alikuwa nayo, dini alikuwa nayo, dini alikuwa nayo, dini alikuwa nayo. Wewe unayenisikiliza, wewe unayenisikiliza, na pengine uko mahali hapa au hauko kwenye viwanja, sikiliza nikwambie, dawa ya kuacha dhambi, dawa ya kuacha huo uovu, dawa ya kuacha hayo matendo maovu, hayo matendo mabaya, sio kuwa na elimu, sio kuwa na dini, sio kuwa na cheo, sio kushika dini, wala kushika sheria ya dini yako, wala dhehebu lako. Dhehebu unalo, ratiba za ibada unazijua, wanaanzia wapi wanaenda wapi, lakini bado maisha yako ni ya dhambi. Unazini kwa siri, unazini kwa siri. Wewe ni muongo, wewe unatamani. Wengine wanafuga majini, wengine wana uchawi na dini wanazo, na dini wanazo. Wengine ni wabakaji, wengine
wanapelekea watu, wanaondoka mbali za watu. Furaha yao ni kuona watu wanateseka, lakini dini wanazo. Dini zetu ni nzuri, hata dini yako ni nzuri, lakini nataka nikwambie, haiwezi kabadilisha moyo wako, haiwezi kabadilisha maisha yako. Kinachoweza kubadilisha maisha, tumesoma Luka 19 mstari wa 10, alikuja kutafuta na kuokoa kilichopotea. Sio mbuzi aliyopotea, sio ng'ombe aliyopotea, sio kuku aliyopotea, ila ni mwanadamu. Na wala mwanadamu huyo sio anaenda kuwatafuta vichakani wala kuwatafuta wapi. Wamepotelea ndani ya dini zao, wamepotelea ndani ya dini zao. Dini wanazo, dhambi wanachapa, lakini Yesu amekuja kuwaokoa. Yesu ni mwokozi, Yesu ni mwokozi, Yesu ni mwokozi, Yesu ni mwokozi. Fumba macho yako, fumba macho yako, fumba macho yako nikuombe, fumba macho yako nikuombe, fumba macho yako nikuombe, fumba macho yako nikuombe. Unaweza ukashanga, unajua mafundisho mengine, unakuta hata mtoto mdogo ameshafarishwa roho ya kigaidi, roho ya kigaidi. Unakuta ni mtoto mdogo, ni mtoto mdogo ameshafarishwa roho ya kigaidi, ameshafundishwa, ameshanyweshwa. Mtoto anatafuna meno. Watoto wengine wanatumiwa kwenda kuwanga mashuleni mwa watu, mashuleni. Watoto wamejaa mapepo, watoto wameshatwishwa roho za kishirikina, roho za kigaidi. Unajiuliza, huyu ni Mungu yupi? Huyu ni Mungu yupi? Tumekuletea Bwana wa amani, tumekuletea Bwana wa amani, Yesu Kristo wa amani. Jana nilisema uzima wako, uzima wako, salama yako na amani yako ni kumpokea Yesu. Huyu ndiye rafiki. Unaweza ukatembea na dini, unaweza ukatembea na picha ya mtumishi wako, unaweza ukatembea na amri za kanisa lako, lakini nataka nikwambie, siku moja ukifika kwenye dhambi unayoifanya, picha unayo na dhambi utachapa, na dhambi utachapa. Kanuni za kanisa, kanuni za dini yako unazo. Ukifika kwenye dhambi inayokusumbua, dini unayoitaka mfukoni itanyamaza kimya, dhambi utachapa. Lakini ukiwa na rafiki Yesu, ukiwa na rafiki Yesu, Yesu atakutetea, Yesu atakushindia, Yesu atakushindia, Yesu atakushindia. Hata kama ni dhambi inayowashinda wanadamu wengine, ukiwa na Yesu ndani yako, hiyo dhambi utashinda, hiyo dhambi utashinda. Asante. Ukiwa umefumba macho, ukiwa umefumba macho, ukiwa umefumba macho, ukiwa umefumba macho yako, hebu inua mikono yako kidogo namna hii. Usiinue juu sana, inua kidogo, inua kidogo nikuombe, inua kidogo nikuombe, inua kidogo nikuombe. Yes. Asante Bwana Yesu. Asante Mungu wangu kwa jioni hii ya leo. Umewaona watu wako hapa Baba, katika jina la Yesu. Hata sisi ambao Bwana umenipa nafasi ya kusimama mbele yao, Mungu wangu, mimi sikujua ni nani atakaye kuja kwenye mkutano huu, lakini wewe Mungu nimjua kila mmoja aliyeko mahali hapa, kwamba Bwana atafika. Hata mchungaji aliyeandaa mkutano huu Baba hakujua ni nani atakaye kuja mahali hapa, lakini wewe Mungu ulijua kwamba mtu huyu atakuja. Kama Bwana ulijua, unajua ndani ya moyo wake, unajua hitaji lake, unajua shida yake, unajua shauku ya moyo wake. Yesu, asante Bwana Yesu. Ninakushukuru kwa ajili ya watu hawa. Uwatendee watu wako hawa Baba jioni hii ya leo. Asante Mungu wangu na Baba, uliwajua hata kabla hawajazaliwa, uliwajua hata tangu asubuhi kwamba mtu huyu atakaa hapa. Ulimjua mtu yule aliyeko kule kwamba atasikia jioni ya leo neno hili Bwana, nami nimemuombea kwako. Baba, ninaomba neema yako. Paulo akasema neema yake yeye aliyenijua tangu kuzaliwa. Hebu neema ya Mungu ije juu yako. Neema ya Mungu na iatia ije juu yako jioni ya leo. Neema ya kufungua moyo wako, neema ya kufungua fahamu zako, neema ya kufungua kichwa chako na moyo wako kwa jioni hii leo. Amen. Baki
Fumba macho. Fumba macho. Fumba macho. Shusha mikono yako. Shusha mikono yako. Unasema mhubiri, nimekusikia. Nimekusikia jioni ya leo. Nimekusikia jioni ya leo. Sasa ninaomba huyo Yesu ambaye jina lake linaweza mambo yote. Zakayo alimtaka Yesu. Kwa nini alikutana naye? Alimuhitaji amuone. Ni kweli kabisa, na Yesu akaonekana. Unasema ndani ya moyo wangu, ninamhitaji huyo Yesu. Ninamhitaji huyo Yesu. Ninamhitaji huyo Yesu. Ninamhitaji huyo Yesu. Ninaamini ndoa nzuri unayo, watoto unao, kazi unayo, elimu unayo, sifa unayo, heshima unayo, lakini ndani ya moyo wako kuna kitu unahitaji Bwana ili aingie atende. Unasema namhitaji huyo Yesu. Ninamhitaji ndani ya moyo wangu. Nimpokee. Nimpokee huyo Yesu. Abadilishe moyo wangu na maisha yangu. Namtaka huyo Yesu anayegeuza, anayobadilisha, aingie ndani yangu. Aingie ndani yangu. Aniokoe. Tumeona kwenye kitabu kile tulichosoma Luka 19:10. Amekuja kuwatafuta wanadamu waliopotea ili kuwaokoa. Tumesoma kitabu cha Mathayo 1:21. Yeye Yesu, maana yake Yesu anayeokoa wanadamu na dhambi zao. Unataka Yesu. Sisi hatukuulizi umefanya dhambi gani. Sisi hatukuulizi ni wapi unashindwa kupata ushindi. Hatukuulizi. Ila wewe moyo wako kwa kulisikia neno umesema ninamhitaji Yesu alete badiliko ndani ya maisha yangu. Nataka nimpokee Yesu. Nimpokee huyo Yesu. Aniokoe. Aniokoe. Anifungue. Aniweke huru. Nyosha mkono. Unasema namhitaji Yesu. Nyosha mkono pale ulipo. Nyosha mkono wako juu. Nyosha. Nimesema watu wote, we acha kuangalia pembeni, acha kuangalia walionyosha mkono. Mimi ndiye shemasi. We fumba macho. Fumba macho. Fumba macho. Kuna mashemasi wako huko wanaona. Nyosha mkono wako. Nyosha, nyosha. 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 We nyosha juu. Nyosha juu. Asante sana. Asante sana. Nyosha juu. Nyosha juu. Asante. Nyosha juu. Nasema namhitaji Yesu. Namhitaji Yesu aingie ndani yangu. Anifungue. Aniokoe. Anifungue, aniokoe, aniponye. Nyosha mkono. Niliona hapo watu mnanyosha. Baada ya kuwa umenyosha mkono, naomba upige tu mbele ya hawa wapakwa mafuta wa Bwana. Tunaenda kukuombea. Sogea. Sogea. Sogea tukuombee. Sogea wewe uliyenyosha mkono. Sogea. Sogea. Njoo. 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 Sogea. 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 Naomba hata kama ulimuona jana akaja hapa, we mwache. We mwache. Kuna kitu Mungu anasema nasi kila leo. Kila leo. Kila leo. Asante sana. Asante sana. Sema ninamhitaji Yesu ndani ya maisha yangu. Anifungue. Aniokoe. Aniokoe. Sogea. 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 Saa hii ni ya kwako. Saa hii ndio ya kwako. Hii ndio saa yako. Hatujui tukitoka hapa wewe unakuwa wanani. Hatujui dakika moja iliyo mbele. Hiyo ni ya Mungu mwenyewe. Hiyo ni ya Mungu mwenyewe. Ndiye anayejua. Ndiye anayejua. Oh my God. Asante Bwana Yesu. Asante Bwana. Asante Bwana Yesu. Asante Bwana Yesu. Ninaomba. 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 Oh Baba, angalizi. Makamu angalizi. Makamu angalizi. Hebu naomba watu hao wamesogea mbele za Mungu. Wanahitaji kukabidhi maisha yao kwa Bwana. Hebu tuende kuomba sara. Wewe ulioko mbele. Naomba wote tulioko na wewe ulioko majumbani pale nyumbani kwako. Kuna njia kune. Yesu yuko mahali hapo ulipo. Yes. Napo sasa. Yes. Hawa. Yes. Wewe uko uliko majumbani mwao. Yes. Tafuatana nasi katika sala hii. Hallelujah. Nyosheni mikono na mtarudia jioni ya leo. Yes. Sema Bwana Yesu. Bwana Yesu. Ninakuja mbele.
ninakuja mbele zako jioni ya leo. jioni ya leo. Naomba Yesu, Naomba Yesu, jioni ya leo, jioni ya leo, futa jina langu futa jina langu katika kitabu kile cha hukumu. kile cha hukumu. Andika jina langu Andika jina langu katika kitabu katika kitabu kile cha uzima. kile cha uzima. Leo Bwana Yesu, Bwana Yesu, nisamehe anisamehe dhambi zangu zote zangu zote nilizozitenda kwa kujua kwa kujua au kutokujua. au kwa kutokujua. Ya leo, Jioni ya leo, Bwana Yesu, Bwana Yesu, ninasogea ninasogea mbele zako, mbele zako, ukanikomboe ukanikomboe teso kwenye mateso adui ya adui ndani ya maisha yangu. ndani ya maisha. Roho Mtakatifu, Roho ukaingie ndani yangu uingie ndani yangu. kuanzia leo. Kuanzia leo, Yesu Kristo, Yesu Kristo, najiachia najiachia mikononi mwako. mikononi mwako. Asante Yesu, Asante Yesu, asante Yesu asante kwa Yesu kunipokea kwa na kunipokea kuwa mwanao kuwa mwanao katika maisha haya. katika maisha Ni haya. katika jina lako Yesu. Katika jina lako Yesu. Kama uko mahali hapa sasa, Amen. naomba ungane na watu hawa. Yes. Tunapoenda kuweka mikono Yes. juu yenu, wapaka wa mvuta walioko mahali hapa, Yes. taenda kuweka mikono juu ya watu hawa. Asante Yesu. Uko uweza wa Bwana, Yes. ipo nguvu Wale ya wenye Bwana, mahitaji. uko uweza Wenye wa mahitaji Bwana, nao. iko mamlaka ya Usichoke Bwana. kuombewa. Jioni ya Mpaka leo nimepokea. umeshakuwa Mpaka mwanaye. nimepokea. Yesu Wenye anaenda mahitaji kuponya, simama nyuma ya Yesu watu anaenda hao. kuponya, Wenye mahitaji Yesu anaenda kuponya, simama nyuma ya Yesu watu anaenda hao. kuponya. Simama nyuma ya watu hao. Mstari wa pili hapo, weka mstari wa pili nyuma ya watu hawa. Tunaenda kuweka mikono na Kristo anakuponya jioni ya leo. Weka mikono juu ya watu hawa. Tunaenda kuita uweza wa Bwana na nguvu za Kristo juu ya maisha ya watu hawa katika jina la Yesu. Shia wachungaji, weka mikono katika jina la Yesu. Nguvu zako, uweza wako, mamlaka yako Baba, katika jina la Yesu. Naita uweza na nguvu zako, naita uweza na mamlaka yako Baba, katika jina la Yesu. Moto, 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 katika jina la Yesu. Nguvu za Roho Mtakatifu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, fire, 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 katika jina la Yesu, kwa mamlaka ya Yesu. Haya makubwa, nguvu za giza yakamwachia mikosi na maroho, roho za kuzimu. Haya, katika jina la Yesu, toa kanaachia, toa kanaachia, toa kanaachia, toa kanaachia. Kwa mamlaka ya jina la Yesu, kuna moto, 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 moto unawaka. Unawaka majini ni kuondoka katika jina wake umefika Yesu Kristo. Katika jina la Yesu, jina la Yesu, katika jina la Yesu, jina la Yesu, Tia maisha ya mama huyo katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Moto, 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 weza na nguvu zako Baba, tembea juu ya maisha yao. Kila vikosi, kila maroho, kila laana, katika jina la Yesu. Achia, 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 achia.
Katika jina la Yesu, 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 katika jina la Yesu. Oh yes, neema yako Baba, neema yako Baba, neema yako Bwana, neema yako Bwana ikatembea juu ya maisha yake. Kila aina Bwana ya vizuizi vya adui ndani ya maisha yao, damu ya Yesu na mema jioni ya leo, jina la Yesu vuka kila maeneo kwa adui anavuka kwa maisha yao katika jina la Yesu. Naita Bwana uweza na nguvu zako, uweza na mamlaka yako Baba tembea juu ya maisha ya Baba huyo, bila matako ya adui ya maisha yake. Tunayavuta kwa jina la Yesu. Moto, 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 achiliwa katika vizuizi, achiliwa katika vikosi, achiliwa kila matako ya adui juu ya maisha yake katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Yes. Yes, Bwana. Yes. 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 Weza na nguvu zako katika jina la Yesu. Jina la Yesu. Katika 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 Yesu. Yes. Yes, my Jesus. Yes. Tunaagiza moto pale majumbani ulipo. Ishara moto, ishara moto, ishara moto pale ulipo. Yesu Kristo ponya maisha yake. Kumbe Bwana ndani ya chumba likokaa, ndani ya nyumba likokaa, kokote sauti inaposika jioni ya leo, tunaagiza uwepo wa Bwana, uwepo wa nguvu zako Baba, ponya, okoa, weka huru katika jina la Yesu. Oh yes. Oh yes. Oh yes. Oh yes. Oh yes. Oh yes. Simama pale ulipo. Tunapenda kufunga mkutano huu. Tukuweke Bwana. Tukuweke mikono Bwana. Uweza na nguvu za Bwana zikatembee na wewe uliyekuwa kwenye mkutano huu. Simama pale ulipo, tukuweke mikononi mwa Bwana. Siko madhabahu za malipizi nazo tembea juu ya maisha yenu. Twenda kuita uweza wa Bwana ukatembee nanyi katika vyombo vya moto mnavyotembelea. Yesu mtenda miujiza, naita uweza na nguvu zako, naita uweza na mamlaka juu ya kila moja aliyekuwa kwenye viwanja hivi vya mkutano Bwana. Tunakubariki kwa kuponya, kwa kuokoa. Sasa Bwana, tunaahirisha mkutano huo jioni ya leo. Watu hawa tunaweka mikononi mwako wewe Bwana. Damu ya Yesu inayonena mema ikanena juu ya maisha yao. Wengine watembea kwa vyombo vya moto, wengine kwa njia ya miguu. Naomba uweza wako, naomba na nguvu zako Bwana zikatembee pamoja na wao. Viwanja hivi Bwana tunaviweka mikononi mwako. Tunamuinua mchungaji, tunainua na familia yake, tunainua kanisa, tunainua washirika wa mahali hapa Bwana. Kila mmoja Bwana anga na mazingira haya tunakabidhi mikononi mwako katika uweza wa jina la Yesu, tukivunja kila hila, kila madhabahu za kuzimu usiku wa leo, asubuhi ya kesho wa kesho, katika jina la Yesu. Sifa na utukufu tunakurudishia wewe. Sisi tunanyenyekea, bali Mungu muumba mbingu na nchi, uliyeshinda kifo na mauti, tunakurudishia wewe. Ni katika jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu na mkutano mzima, na tuseme amen. Amen. Amina. Mungu wa mbingu na wabariki. Barikiwe Bwana. Barikiwe sana. Asante, Mungu abariki.
Jamani, tuonane kesho Mungu akipenda. Tunaomba wenyeji tuingize viti ndani pale, tuendelee na mengine. Kesho tunaanza mapema.